Shinikizo la damu ni nguvu ya msukumo ambayo inatokea katika mishipa ya damu ambayo tunaita artery, na hii inatokana na msukumo wa moyo katika kusukuma damu. Na moyo unavyofanya kazi, kuna wakati ambapo unakaza na wakati mwingine ambapo unafanya unalegea. Na hii inatupatia sehemu mbili kuu za shinikizo la damu, ambapo kuna ya kwanza ambayo tunaita wakati wa kukaza ni systolic, na ile ya pili ambapo tunaita diastolic. Kwa mfano tunavyosema mtu ana shinikizo la damu la 120/80, tafsiri yake na maana 120 ni pale ambapo moyo unakuwa umekaza kusukuma damu kwenda sehemu mbalimbali za mwili, na 80 tafsiri yake ni pale ambapo moyo unakuwa umelegea kuruhusu damu iweze kurudi ili iweze kupelekwa tena kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Na hiki kipimo kinapimwa katika kipimo tunaita millimeter of mercury. Sasa tunaposema shinikizo la juu la damu tunamaanisha nini? Ni kwamba pale nguvu ya msukumo inapokuwa imezidi katika kuta za mishipa damu ambayo tunaita artery kuliko kiwango kile cha kawaida, hapo ndipo tunasema mgonjwa ana shida ya shinikizo la juu la damu. Je, ni zipi dalili za tatizo hili la shinikizo la damu? Shinikizo la juu la damu ni ugonjwa ambao unaingia kwenye magonjwa ambayo tunasema ni magonjwa yasiyo ya kuambukizwa, na ni tatizo kubwa na mara nyingi halina dalili, na kwa maneno mengine huwa tunaita ni silent killer, kwa sababu mgonjwa anaweza kapata hii changamoto na akawa anatembea nayo na asionyeshe dalili zozote. Ni wachache ambao huwa wanakuja kuonyesha dalili, lakini wengi wanakuwa na hilo tatizo na pasipo kuonyesha dalili yoyote ile. Na hili shinikizo la damu limegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna aina kuu mbili, ambayo ya kwanza tunasema ni shinikizo la awali au primary hypertension kitaalamu. Na hii aina ya kwanza ndio inachukua asilimia kubwa ya wagonjwa ambao tunao kwenye shinikizo la damu, ambao ni kati ya asilimia 90 mpaka 95 ya wagonjwa ambao tunao wana aina hii ya kwanza ya shinikizo la damu. Na aina hii visababishi vikubwa vinakuwa ni umri mkubwa, namna ya maisha, watu wanavyokula, wanakunywa nini. Na aina ya pili ni tunasema secondary hypertension, ambao hii hapa inakuwa na kisababishi ambacho ni maalum. Kwa mfano changamoto za figo, matumizi ya dawa, kwa mfano hizi tunaita steroid, matumizi ya baadhi ya dawa ambazo zinahusika na uzazi wa mpango. Hivi vyote vinaweza vikasababisha hii aina ya pili ya shinikizo la damu. Magonjwa kama ya kisukari pia nayo yanaingia katika visababishi hivyo. Asante kwa maelezo mazuri. Unawezaje kujua kwamba mtu huyu ana shinikizo la damu la kawaida na mwingine ana hatari ya kupata shinikizo la juu la damu? Nini ambacho na kizingatia hasa? Shinikizo la damu lina viwango vyake ambavyo ni vya kawaida, ambapo kwa kawaida shinikizo la damu linakuwa kuanzia 90 kwa 60 mm of mercury mpaka 120/80 mm of mercury. Hapo tunasema mtu ana shinikizo ambalo ni la kawaida kabisa. Lakini inayofuata tunasema mtu yupo kwenye hatari ya kupata shinikizo la juu la damu, ambapo ni kuanzia 121/80 mm of mercury mpaka 139/89 mm of mercury. Kwenye hiyo range, ina maana tunasema huyu mgonjwa yupo kwenye uwezekano mkubwa wa kupata, au yupo kwenye hatari kubwa ya kupata hili shinikizo la juu la damu. Na wakati gani tunasema mgonjwa ana shida ya shinikizo la damu? Ni pale ambapo shinikizo la damu lake linakuwa ni 140 kwa 90 au zaidi.
nayo ambao tunakuwa tumepima kwa vipindi tofauti tofauti. Lakini pia hata hivyo, kwenye hili shinikizo la juu la damu kuna hatua pia, ambapo kuna hatua ya kwanza ambapo mgonjwa anakuwa na shinikizo la damu ambalo lipo kati ya viwango vya 140/90 mpaka 159 kwa 99. Hapo tunasema ipo kwenye hatua ya kwanza ya shinikizo la juu la damu, ambapo hatua ya pili ni pale ambapo shinikizo la damu linakuwa kuanzia 160 kwa 100 mmHg, ambazo zinakuwa ni zaidi ya hapo. Hiyo yupo kwenye hatua ya pili. Na hatua ambayo ni ya juu kabisa, ambayo ni mgonjwa yupo kwenye hatari kubwa zaidi, ambapo ni ya dharura, ni ile ambayo tunasema mgonjwa anakuwa na shinikizo la damu ambao ni 180 kwa 120 mmHg au zaidi, ambapo mgonjwa anahitaji uangalizi wa hali ya juu zaidi. Kwa hiyo shinikizo la damu lenyewe sio tatizo. Kila mmoja ana shinikizo la damu. Shinikizo la damu ambalo lipo kwenye viwango ambao vinakubalika, kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni, shinikizo la damu ni matokeo ya msukumo wa nguvu ambayo moyo unasukuma damu kwenye mishipa ya damu ambayo tunaita ni artery, ambao lazima kuna nguvu ambayo tunaihisi ambayo tunaweza kuipima. Shida ni pale ambapo ile nguvu inazidi kiasi ambacho ni cha kawaida kama nilivyoelezea. Hapo ndo tunaanza kusema huyu mgonjwa yupo kwenye hatari ya shinikizo la juu la damu.